Shabani alikuwa kijana mdogo aliyeishi katika mji mdogo. Alijulikana kwa kazi yake ya kila siku ya kuogota vyuma. Alikuwa anachoma moto na kuyeyusha vyuma, na alikuwa na ndoto kubwa ya kubadilisha maisha yake. Alijua kuwa maisha yangekuwa magumu sana, lakini alijikuta akifanya kazi hiyo kila siku, akikusanya vyuma vya zamani na kuyachakata kwa mikono yake. Siku moja, kama kawaida, alikuwa anaogota makopo kwa makini, akichunguza kila kipande cha chuma ili kukiona cha thamani. Ghafla, aliona mtoto mdogo akifukiwa na mchanga kwenye kona ya mtaa. Alihama haraka kutoka kwenye kazi yake na akakimbilia kumsaidia. Kwa haraka, alichukua mkono wa mtoto huyo na akamchukua. "Usiogope, nitakusaidia," alizungumza kwa sauti ya utulivu. Alikuwa na wasiwasi, lakini alijua kuwa kama asingesaidia, mtoto huyo angekufa kwa uzito wa njaa. Baada ya kumchukua mtoto, alimpata na kumpeleka kwa haraka kwenye kivuli cha mti mkubwa. Aliendelea kumtuliza na kumwambia kwamba alikuwa salama. Mtoto huyo aliketi chini kwa uchovu mkubwa, akiwa amechoka, lakini alijivunia kuwa ameokolewa. Shabani alijua kuwa mtoto huyo alikuwa na shida kubwa, kwa hiyo alikusanya nguvu zake zote na kumpeleka kwake kwenye kibanda kidogo alichokuwa akikazia kahawa. Aliamua kumhudumia, akimletea chakula na maji. Alijua kuwa mtoto huyo alihitaji msaada mkubwa. Wakati wa mchana, Shabani alijitahidi kumtafuta mzazi wa mtoto huyo, lakini alishindwa kwa muda. Hali ya mtoto ilimchanganya, lakini alijua kuwa kwa kumjali, aliweza kubadilisha maisha ya mtoto huyo, hata kama alikosa familia yake. Siku moja, mtoto huyo alikusanya nguvu na kumuita Shabani kwa jina la baba. Shabani aliguswa na maneno hayo, akiwa na furaha kubwa moyoni. Ingawa alikuwa akifanya kazi ngumu, alijua kuwa alikubaliana na ndoto ya mtoto huyo. Alijua kuwa anapaswa kuwa baba kwa mtoto huyu, ingawa alikuwa na maisha magumu. Shabani alikubali jukumu lake na alijivunia kumtunza mtoto huyo, hata kama alikuwa na machungu ya maisha. Alijua kuwa maisha hayakuwa rahisi kwa mtu kama yeye, ambaye alikulia katika mazingira ya umaskini, na alijua ugumu wa kutafuta riziki kila siku. Hakuwa na familia kubwa, wala hakuwa na msaada mkubwa kutoka kwa jamii, lakini alijua kuwa alikuja na jukumu muhimu: kutunza mtoto huyu. Hivyo, ingawa maisha yalikuwa magumu, Shabani aliendelea kuwa na matumaini. Aliamini kuwa kila jasho alilomwagiwa, kila maumivu aliyopitia na kila hatua aliyochukua ilikuwa na maana kubwa. Alijua kuwa upendo, kujitolea na dhamira ya kweli ya kumtunza mtoto huyo ndiyo silaha pekee ya kubadili maisha yao. Hata ingawa hakuwa na mali, hakuwa na nyumba bora, wala hakuwa na familia kubwa kumsaidia, alijua kuwa kilichomfundisha kumtunza mtoto alikuwa amepokea kutoka kwa roho yake mwenyewe. Shabani alijua kuwa mtoto huyo alikuwamo katika hali ya mabadiliko makubwa na hakuwa na familia wala msaada wa karibu. Lakini yeye alikuwa baba wake na alikuwa tayari kumlea kwa upendo wa dhati. Alijivunia kuona mtoto huyo akikua kwa furaha, akianza kuelewa kuwa maisha yana maana tofauti kuliko anavyoweza kufikiri. Alijivunia kumtunza mtoto, ingawa alikuwa na uchungu wa maisha yake mwenyewe. Kila siku alikazana kujitahidi ili kupata kipato, lakini akijua kuwa kila kitu alichokuwa akifanya kilikuwa kwa ajili ya mtoto huyo. Aliamua kumfundisha mambo ya muhimu, kumfundisha thamani ya kujitahidi na kumfundisha kuwa hakuna jambo la bure maishani. Alimfundisha kuwa kila hatua aliyochukua ilimpeleka mbele, ingawa wakati mwingine ilikuwemo mateso. Mtoto alikuwa haraka, akijua mapenzi ya Shabani, na alikuwa na furaha kubwa moyoni. Alijua kuwa alikuzwa kwa upendo wa dhati. Hakuwa na kumbukumbu za familia yake ya awali, lakini aliishi kwa furaha akijua kuwa Shabani alikuwa baba yake. Hali ya mtoto huyo ilimfundisha Shabani kuwa familia sio tu kwa ajili ya damu, bali kwa upendo, huruma na kujitolea. Shabani alikubali maisha magumu aliyokuwa nayo, lakini alijua kuwa kila hatua aliyoichukua ilikuwa na maana kubwa. Alijivunia kuona mtoto huyo akikua akiwa na furaha, akichukua nafasi yake kwenye jamii na kumjua Shabani kama baba yake wa kweli.
Ingawa bado alikumbwa na machungu ya kutafuta riziki, moyo wa Shabani ulikuwa umejaa furaha kwa kuwa alijua kuwa alikuwa akifanya jambo muhimu zaidi kuliko chochote kingine. Alikuwa na matumaini makubwa kwa mtoto huyo. Aliamini kuwa mtoto huyo, kupitia malezi ya upendo na juhudi zake, angeweza kufika mbali katika maisha. Alijua kuwa licha ya changamoto zilizomkumba, alikuwa akifanya kazi ya kioo cha familia, kutoa matumaini na kuwapa watoto wa kesho nafasi ya kuwa bora. Katika maisha yake ya kila siku, alijivunia kuwa baba kwa mtoto huyu. Hata kama ilikuwa ni ndoto ndogo, ilimfundisha kuwa familia sio tu ya damu, bali ni ya moyo. Hii ilikuwa ni zawadi kubwa kutoka kwa Mungu. Alijua kuwa kwa kumtunza mtoto, alifanya kitu cha maana kwa dunia. Alikuwa sehemu ya mabadiliko ya maisha ya mtoto, na hivyo aliona kuwa aliishi kwa lengo kuu la kumtunza na kumfundisha. Hivyo, ingawa maisha yalikuwa magumu, Shabani aliendelea kuwa na matumaini. Aliamini kuwa kila jasho alilomwagiwa, kila maumivu aliyopitia na kila hatua aliyochukua ilikuwa na maana kubwa. Alijua kuwa upendo, kujitolea na dhamira ya kweli ya kumtunza mtoto huyo ndiyo silaha pekee ya kubadili maisha yao. Hata ingawa hakuwa na mali, hakuwa na nyumba bora, wala hakuwa na familia kubwa kumsaidia, alijua kuwa kilichomfundisha kumtunza mtoto alikuwa amepokea kutoka kwa roho yake mwenyewe. Shabani alijua kuwa mtoto huyo alikuwamo katika hali ya mabadiliko makubwa na hakuwa na familia wala msaada wa karibu. Lakini yeye alikuwa baba wake na alikuwa tayari kumlea kwa upendo wa dhati. Alijivunia kuona mtoto huyo akikua kwa furaha, akianza kuelewa kuwa maisha yana maana tofauti kuliko anavyoweza kufikiri. Mtoto huyo alikuwa akijua kuwa Shabani alikuwa baba yake wa kweli na hakuwa na kumbukumbu ya familia yake ya awali. Hali hiyo ilimfundisha Shabani kuwa familia hailingani na dhamira ya kumtunza mtu, bali ni kujitolea kwa moyo wote ili mtu mwingine apate nafasi ya kuwa bora zaidi. Shabani alijua kuwa alikufa moyo akiwa na machungu ya kutafuta riziki kila siku, lakini alijua pia kuwa aliweza kufanya maisha ya mtoto huyu kuwa bora kuliko vile alivyokuwa anavyoishi mwenyewe. Upendo wa kweli ulidhihirisha katika maisha ya kila siku ya Shabani. Alijua kuwa alifanya kazi kwa juhudi kubwa, si kwa faida yake mwenyewe, bali kwa mtoto huyo ambaye alikuwa amekosa. Alijua kuwa kila jasho alilomwagiwa lilikuwa ni la muhimu, na kila mafanikio aliyopata ilikuwa ni ya kumlea mtoto huyu ili aishi maisha bora. Alikuwa akichora safari ya maisha kwa nadharia ya huruma na kujitolea kwa mtu mwingine, kwa sababu aliamini kuwa hivyo ndivyo walivyo watoto. Wanahitaji miongozo, malezi na mapenzi ili kufikia maisha bora. Shabani alikuwa kijana ambaye alikubali maisha yake magumu. Alijua kuwa hakuwa na furaha katika kila hatua, lakini aliishi kwa lengo moja kuu: kumtunza mtoto na kumfundisha maana ya kujitolea na upendo. Aliishi akiona kuwa kazi aliyokuwa akiifanya ilikuwa ni ya maana zaidi kuliko kitu chochote alichokuwa akifanya katika maisha. Ilikuwa ni sehemu ya moyo wake kujitolea kwa mtoto ambaye alikuwa na ndoto. Aliishi kwa lengo la kumfundisha mtoto huyo kuwa hakuna kinachokosekana kwa mtu aliye na dhamira na moyo wa kweli. Hii ilikuwa ni historia ya Shabani, kijana ambaye alikubali machungu ya maisha, lakini alikubali pia jukumu la kuwa baba kwa mtoto huyu. Alijua kuwa maisha ya mtoto huyu yangekuwa bora zaidi kwa upendo wake na juhudi zake. Alikuwa shujaa katika maisha yake ya kila siku, na aliona kuwa kazi yake ya kumtunza mtoto ilikuwa ni mchango wake kwa ulimwengu. Alijua kuwa upendo na kujitolea ni silaha pekee katika kubadili maisha ya watu walio karibu naye. Hata kama alikosa kila kitu kingine, aliishi kwa imani ya kwamba maisha hayahitaji mali au nafasi kubwa katika jamii. Badala yake, maisha yanahitaji moyo, huruma na upendo wa dhati kwa wengine. Na hiyo ndiyo ilimfanya kuwa shujaa, kwa sababu alijua kuwa ana uwezo wa kubadili maisha ya mtoto huyo kwa kujitolea kwake. Shabani alielewa kuwa kila mtoto anahitaji baba ambaye atamfundisha maana ya familia, maana ya kujitolea na maana ya upendo wa kweli. Alijua kuwa upendo wa dhati, hata kama hautambuliwi kwa macho ya dunia, unajenga misingi imara ya maisha bora kwa vizazi vijavyo. Hata kama alikuwa na machungu ya kutafuta riziki,
Aliona kuwa mabadiliko ya kweli yanaanzia kwa kumtunza mtoto huyu na kumfundisha kumthamini kila kitu anachopata. Kila jasho alilomwagiwa, kila hatua aliyochukua ilikuwa ni muhimu, kwa sababu aliishi kwa lengo la kumleta mtoto huyo kwenye maisha bora. Shabani alijivunia kuwa baba kwa mtoto huyo kwa sababu alijua kuwa upendo wake ulikuwa na maana zaidi kuliko yoyote ile mali aliyoipata. Aliona kuwa kila hatua aliyoichukua ilikuwa ni njia ya mabadiliko, njia ya kubadili maisha ya mtoto huyo na njia ya kumfundisha umuhimu wa kujitolea